kulikuwa na mvua na upepo mkali sana. Sasa mimi nilala chumbani kwangu na mwanangu ndio chumbani alikuwa analala. Sasa kwa bahati mbaya mvua imenyesha na hadi upepo niko nikaa nasikia sawa. Sasa nilisikia labda hadi ndio kidogo nilasikia mama anakufa, mama anakufa. Nikamwambia mwanangu nini? Akaniambia mama anakufa. Nikamwambia basi toka ona. Akasema mama sina hata pa kutoka, nitatokea wapi? Niambia haji kazi basi ninakuja. Nilikuwa sina chochote, ninashuka tu nimejifunika. Nakuja hapa nikuta sasa nifikia labda kaumia kwenye miguu, namulika tochi naona ukuta umemwangukia wote. Ndio tena nakimbia libakia shingo tu. Nakimbia kwa mwenyekiti. Nashukuru Mungu kanisaidia, mwenyekiti kanisaidia pamoja na kina baba nyuma huko. Wenzangu wote wananchi wamekuja usiku hapa, nimewaamsha. Wamekuja, nimewapa jembe kina baba, ndio wakawa na pekua tena hapo, wakamtoa. Kusema kweli wamenisaidia kina Dumba mwenyekiti na wengine walitoka wengi tu. Wakamsaidia, ndio tukamtoa hapo. Walimtoa wakampeleka hospitali, mama twende mama tumenakuja. Akaniambia njoo taratibu. Nikaenda mpaka hospitali, tumeenda nao usiku na mvua inatunyeshea. Tumefika pale hospitali ya kata, ndio akatupa nani rufaa, tukaenda hospitali kubwa. Tulikwenda hospitali kubwa pale na Dumba nani mwenyekiti na wengine. Tulikwenda pale tukampeleka mapokezi. Basi akashughulikiwa na daktari. Nilipona akasema sana 3, kabidi sisi turudi. Turudi nyumbani hapa. Tukwenda asubuhi kule. Pole sana. Okay. Mimi ni mwenyeji wa mtaa huu pia. Usiku wa kuamkia jana tulipata janga la mvua. Saa 7 usiku mvua ilinyesha, mvua kubwa kupelekea kama unavyoona nyumba hiyo ukuta kudondoka, ambapo marehemu ambaye tulienda kumstiri leo, hiyo dhahma ndio ilimkuta pale, ule ukuta ulimdondokea. Wananchi wangu waliangukiwa na ukuta ajira ya saa 8 usiku. Tukajitahidi kumwokoa hapa, lakini ilishindikanika. Jana mauti kamkuta. Jengo hili kuanzia jana mwenye nyumba alifika hapa katoa hizi, nilikuwa nataka tumalizie msiba au jengo hili libomolewe. Mabomba yote yalikuwa katika mtaa wangu, mabomba mabovu yanatakiwa kubomolewa, sio hili, kuna mengine yalikuwepo. Kwa hiyo tutashughulikia mpaka Januari haya mabomba yatakuwa yametoka, kwa sababu kuna mvua kali sana zinakuja. Kwa wananchi wanatakiwa waangalie kwenye majumba mabovu, wao makini kwenye nyumba hizi chakavu. Inaweza kaja kaleta hasara, kwa sababu hata sio kwa mtaa wangu, hata mtaa mwingine. Hili tukio lingine limetokea Desemba 28 wa 12 2025 usiku katika eneo la mtaa wa Sim C. Hii ni kata ya Mji Mpya, manispaa ya Morogoro, ambapo mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Onesmo Chumvi mwenye umri wa miaka 50, huyu ni mkazi wa mtaa wa Sim C, alikufa akiwa anaendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kutokana na kuangukiwa na ukuta wa nyumba aliyokuwa anaishi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi wote wa mkoa wa Morogoro wakati huu wa kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha, ili kuweza kuokoa maisha ya watu pamoja na mali. Na hii ni kutokana na matukio matatu ya vifo ambayo jeshi hili linaendelea kuyachunguza yanayotokana na athari za mvua zinazoendelea kunyesha. Tukio la kwanza linahusiana na kifo cha Lukman Chambiro Ramadhani mwenye umri wa miaka 17. Huyu ni dereva wa pikipiki mkazi wa Mwembe Songwe, manispaa ya Morogoro. Hii tukio la kifo chake lilitokea Disemba 19, 2025 jioni katika mtaa wa Itigi, kata ya Mwembe Songwe. Huyu alikufa wakati akiendelea na matibabu baada ya kuangukiwa na waya unaodhaniwa kuwa na umeme wakati akiendesha pikipiki yake. Tukio hilo liliambatana na mvua kubwa ambayo ilikuwa inanyesha, ikiambatana na upepo pamoja na radi. Kimsingi chanzo cha kifo chake bado kinachunguzwa kuweza kujua nini hasa kilipelekea kifo chake kutokana na mazingira ambayo nimeeleza hapa. Tukio lingine limetokea Desemba 29, 2025 mwaka huu katika bwawa la Sarawati, kata ya Mkundi,
manispaa ya Morogoro, ambapo mtoto mmoja aitwaye kwa jina la Gervas Gerard Muharanyambu mwenye umri wa miaka 13, ni mwanafunzi kwa maana amemaliza darasa la 7 mwaka huu, alikufa maji baada ya kuzama kwenye bwawa hilo. Kwa hiyo mwili wa marehemu uliweza kuopolewa na kukimbizwa hospitalini, lakini baadaye ilibainika kwamba amefariki. Kwa hiyo mwili umekabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Kwa hiyo nipende kutoa tahadhari tu kwa wananchi kama nilivyoanza kwamba saizi ni kipindi cha mvua za vuli, kinaambatana na mvua hizi ambazo zina upepo na zingine zina radi. Kwa hiyo kila mmoja achukue tahadhari za kiusalama ili kuhakikisha kwamba maisha yao pamoja na wananchi wengine hasa watoto yanakuwa salama. Madhara haya ya vifo yanatokana na kutokuchukua wakati mwingine tahadhari. Baadhi ya nyumba ambazo zimeisha na zimeshakuwa condemned au zimekatazwa kuishi, basi zisitumiwe kama makazi kwa sababu zitakuwa ni hatarishi.